tunaalika nguvu zako na mamlaka yako mahali hapa, utuongoze, utie nguvu na nyamazisha kimya kila kazi zote za yule adui kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, bali tunakuruhusu Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu wetu, ukatufundishe kwa ajili ya neno lako na uzima mahali hapa tunapokwenda kujifunza. Wewe mwalimu wetu wa kwanza katika yote na yote, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Neno lako hili Bwana naliweka mikononi mwako, pia naomba ulibariki likapate nafasi zaidi katika mioyo yetu, kila mmoja apate kuelewa kwa uweza wa jina lako, ili Bwana tusibaki mahali pale pale tulipokuwa mwanzo, bali Mungu tukatubadilishe hata katika nafasi nyingine tena katika imani, kupitia uweza wako tumeomba na kushukuru. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi tutaanza somo letu katika kitabu hiki ambacho kinaitwa Mbegu Zilizopandwa na Mpanzi, ikiwa ni tutaanza na sehemu moja wapo ambayo ni sehemu inaitwa kujua aina za sehemu ambazo mbegu au neno la Mungu hupandwa. Lakini katika sehemu hii tutaangalia sana sehemu mojawapo tutaiangalia hiyo kwa kina zaidi. Lakini katika somo hili tutajifunza sehemu 4 za udongo ambapo mbegu zilipandwa kama mfano ulivyotolewa na Yesu Kristo. Na kama tunavyojua ya kwamba mbegu zinazozungumziwa ni neno la Mungu. Mbegu hizo ambazo tutaziangalia hapa, tutaangalia aina ya kwanza ni mbegu zilizopandwa karibu na njia. Mbegu zilizopandwa karibu na njia. Na sehemu ya pili tutaangalia mbegu zilizopandwa penye miamba. Mbegu zilizopandwa penye miamba. Na sehemu ya tatu ni mbegu zilizopandwa penye miiba. Na sehemu ya mwisho tutaangalia wakati mwingine mbegu zilizopandwa penye udongo mzuri. Mbegu hizi kwenye matokeo yake haziwezi kufanana au kulingana hata kidogo, kutokana na aina ya mahali zilizopandwa. Moyo wa mwanadamu hauwezi kufanana kwenye utumishi pia, kutokana na kiwango cha nafasi ya neno la Mungu ndani ya mtu huyo. Lakini kwa muda huu mfupi tutajifunza sana sehemu hii ya kwanza, mbegu zilizopandwa karibu na njia. Tutaangalia mbegu zilizopandwa karibu na njia kama jinsi Biblia inavyozungumza wazi. Kabla tujasoma mstari ambao utatuongoza zaidi katika eneo hili, tutaangalia kwanza kabisa tabia au sifa za kawaida za mbegu ambazo zinapopandwa karibu na njia, kulingana na Biblia na pia kulingana na kisayansi. Sifa ya kwanza, kama jinsi tunavyojua kwamba mbegu zilizopandwa karibu na njia hukanyagwa na wapita njia. Wanapopita katika njia hiyo, mara wanazikanyaga hizo mbegu, na pia huweza kuliwa na ndege kwa sababu zinakuwa ziko wazi. Ndege unaweza kaziona, kazila zote zisipate uwezo wa kuota. Na pia sifa nyingine, huliwa na wadudu mbalimbali kwa sababu ziko wazi. Na sifa nyingine tena, haziwezi kuota na kumea. Na ya mwisho, sifa ya mwisho, haiwezi kupata mahitaji muhimu ili ziote, yani hewa, unyevu na udongo, kwa sababu zinakuwa zimeshambuliwa na wadudu waharibifu pamoja na ndege, zimekanyagwa na wapita njia. Kwa hiyo haziwezi kupata mahitaji muhimu. Lakini zaidi nataka tuangalie sana kitabu cha Mathayo. Kitabu cha Mathayo sura ya 13. Mathayo sura ya 13 mstari wa 4 inazungumzia habari za mbegu zilizopandwa karibu na njia.
Mathayo sura ya 13 mstari wa 4. Hapa Biblia yangu inasema ya kwamba hata alipokuwa akipanda, mbegu nyingine zilianguka karibu na njia. Karibu na njia. Ndege wakaja wakazila. Ndege wakaja wakazila. Tunaona hapa katika neno hili inaonyesha kwamba kumbe mbegu ambazo zimepandwa karibu, zimeanguka karibu na njia, ndege wakaja wakazila. Manake hizi haziwezi kuota wala kumea kwa sababu zinaliwa na ndege. Na pia katika Mathayo hiyo inatoa ufafanuzi zaidi kwa kina zaidi, ili ujue kwamba hizi mbegu zilizoanguka karibu na njia ni mbegu za aina gani? Ni mbegu za aina gani? Ni mbegu za aina gani? Mathayo 13 mstari 19. Biblia inasema hivi: kila mtu alisikiapo neno la ufalme. Kila mtu. Kumbe hapa inazungumziwa mtu asikiapo neno la ufalme asilielewe nalo, huja yule mwovu akalinyakua lililopandwa moyoni mwake. Huyo ndiye aliyepandwa karibu na njia. Huyo ndiye aliyepandwa karibu na njia. Kwa lugha nyingine tunaona ya kwamba kumbe ndege wakaja wakazila. Biblia inatoa ufafanuzi ya kwamba kumbe anayekuja kuzila hizo mbegu ni yule mwovu. Yaani analinyakua lile neno lililopandwa moyoni mwa mtu, kwa sababu lilidondoka, liliangukia sehemu isiyo sahihi, isiyo sehemu nzuri. Kwa hiyo mtu huyu, Biblia inatuambia kwamba kila mtu asikiapo neno la Mungu au la ufalme. Maana kusikia analisikia hilo neno, lakini adui anakuja analinyakua ili lisipate kuota. Yaani akishalisikia kabla halijakaa likamea, adui analinyakua yule mwovu. Kumbe hapa tunaona ya kwamba yule ndege anayezila zile mbegu kumbe ni mwovu, kumbe ni shetani, kumbe ni adui. Sasa katika eneo hili ambalo linazungumzia sana mbegu zilizoanguka karibu na njia, kumbe tunaona kwamba inazungumzia watu wenye kulisikia neno la ufalme lakini wasilielewe. Yaani kwa kifupi tunaweza tukasema kwamba wasikiaji wa neno tu. Inaweka tu kwa sababu maana yake hakuna sehemu nyingine ambayo linafika lile neno. Maana yake wao ni kusikia, wanasikia tu, lakini matokeo yake hamna. Kwa nini hamna? Kwa sababu yule ndege ambaye ni mwovu analinyakua ili lile neno lisipate kuota. Sasa tuangalie sifa za watu ambao wanazungumziwa hapa, ambao ni wasikiaji tu wa neno, ambao ndio wanafananishwa na mbegu zilizopandwa karibu na njia. Hapa ninazungumzia sana watu wanaojiita wameokoka na kanisani wanaingia kama kawaida. Ni waumini kama kawaida. Vipindi yamkini wanahudhuria vyote kama kawaida. Ibada za katikati wanahudhuria kama kawaida. Lakini sifa sasa za watu waliopo katika eneo hili, wanaofananishwa na mbegu zilizoanguka karibu na njia. Sifa zake. Sifa mojawapo, sifa ya kwanza, wanasikia neno lakini hawalielewi. Kusikia, wanalisikia, wana masikio, kwa sababu wanaingia ibadani,
neno la Mungu wanalisikiliza, lakini hawaelewi lile neno walilolisikia. Kwa sababu gani? Yule mwovu anakuja analinyakua. Adui katika sifa hii ya kwanza, adui anaondoa ufahamu wake wa mtu huyo anayelisikia neno, anaondoa ufahamu wa ndani ili neno lisipate kuota mzizi. Anaondoa ufahamu, manake anabaki kuwa msikilizaji tu, anaondoa ufahamu wake wa ndani. Kama tukiangalia katika kitabu cha Mathayo sura ya 13 ule mstari wa 14, alafu tena mstari wa 19, neno linasema hivi: na neno la nabii Isaya linatimia kwao likisema, kusikia mtasikia, wala hamtaelewa. Kusikia, wanasikia, watu wanasikia, lakini kuelewa hawawezi kuelewa. Kutazama, mtatazama, wala hamtaona. Mstari ule mwingine wa 19 akasema, kila mtu asikiapo neno la ufalme asielewe nalo, huja yule mwovu akalinyakua lililopandwa moyoni mwake. Huyo ndiye aliyepandwa karibu na njia. Tunaona kwamba kumbe kusikia, anaweza kusikia mtu kama kawaida, neno la Mungu analisikiliza, lakini kinachomzuia asielewe ni yule mwovu, kwa sababu yule anakuja analiondoa lile neno, ili baada ya kulisikia lile neno la Mungu, anapoingia katika shughuli zake za kawaida, maana lile neno linapotea, anabaki kama hajawahi kulisikia lile neno. Ndiyo tafsiri yake kwamba kusikia mtasikia, wala hamtaelewa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu mmoja towashi wa Kushi ambayo kwa leo inaitwa Ethiopia. Alisoma Biblia, alisoma neno la Mungu, lakini kuelewa alikuwa haelewi. Tukisoma katika kitabu cha Matendo sura ya 8 mstari wa 30 hadi 31, Matendo inazungumzia wazi. Matendo sura ya 8 mstari wa 30 hadi 31. Biblia inasema, basi Filipo akaenda mbio akamsikia anasoma chuo cha nabii Isaya. Akanena, je, yamekuelea haya unayosoma? Akasema, nitawezaje kuelewa mtu asiponiongoza? Akamsihi Filipo apande na kuketi pamoja naye. Tunaona huyu towashi aliyekuwa amepaki gari lake pembeni, alikuwa anasoma chuo cha nabii Isaya, neno la Mungu lililoandikwa pale, lakini alikuwa haelewi, anasoma kama gazeti. Huyu inawezekana kwamba alikuwa pia anaabudu kama kawaida, alikuwa anaenda kanisani kwa juma ya ibada kama kawaida, lakini alikuwa haelewi. Hapa tunaona kwamba mtumishi wa Mungu Filipo alipomkaribia akamuuliza kwamba kile unachokisoma, je, unakielewa? Tunaona towashi yeye akajibu kwamba nitawezaje kuelewa kama mtu asiponiongoza? Maana mtu hata kusoma anaweza akasoma lakini asielewe. Kama mtu anaweza akasoma asielewe, hata mtu kusikia anaweza akasikia lakini asielewe. Kwa hiyo ni maombi yangu na maombi yetu sisi kwa Mungu, kwa